Tanzania sio siri. Wapo watu wana maisha ya ajabu sana. Wapo watoto wanaokufa kwa sababu ya kukosa madawa. Wako watu wanaolazwa hospitalini, wanatoka kule hata akiwa amepona, lakini anapona katika maisha ambayo hayakustahili kuwa hivyo. Wapo wakulima wenzetu kule vijijini ambao wanakosa hata pembejeo kwa ajili ya mazao yao. Ipo miundombinu ambayo tulitakiwa tuitengeneze, tunakosa hata fedha za kuitengeneza, na saa nyingine tunakopa kwa masharti ya ajabu wakati mali tunazo. Watanzania wanakosa maji na wengine wanakufa kwa kipindupindu, lakini mali zetu zinasombwa. Wapo Watanzania waliofariki kwa ajali baharini na ziwani na barabarani kwa sababu ya kutokuwa na miundombinu. Mwanza kwa mfano walikufa watu karibu 1000. Sasa ni miaka mingi imepita, bado hatujawatengenezea hata meli. Lakini wapo Watanzania wenzetu waliopewa madaraka na Watanzania maskini kwa ajili ya kusimamia rasilimali zetu. Wao wamekuwa pati ya watu wa kuwaibia Watanzania maskini. Mmesoma katika ripoti hii, kampuni hii ya madini inafanya biashara Tanzania kinyume na sheria. Haina usajili unaotambulika kisheria hapa Tanzania. Haijasajiliwa hata kwenye ofisi za msajili wa makampuni BRELA. Haijasajiliwa mahali popote, lakini inafanya biashara ya matrilioni. Tujiulize sisi viongozi na wale tuliopewa madaraka ya kuwatumikia, ni mara ngapi Watanzania wenzetu wasiposajiliwa tunawashughulikia kwa mitutu ya bunduki? Machinga akienda pale akizunguka bila kusajiliwa tu, mara ngapi wanafukuzwa kwenye maeneo yao ya kufanya kazi? Ni mara ngapi wafanyabiashara wa viduka vidogo ambao hawana leseni tunavyowashughulikia sisi viongozi? Lakini viongozi hawa sisi tunapopewa madaraka haya, huyu hatujamshughulikia. Ameanza kufanya biashara tangu mwaka 98 mpaka 2017. Tuna wanasheria wengi tu, na wengine wanakuwa wanatisha, utashtakiwa. Mali ni yangu, nimeamua kuiangalia mimi mwenyewe, halafu uje unishtaki, halafu uendelee kuchimba. Uje uendelee kuchimba humu na umenishtaki. Kukulinda na kulinda mimi, ninapeleka polisi kule, ndio wanalinda hiyo migodi yote, halafu uje unishtaki uendelee kuchimba kwa kisingizio kwamba umetengeneza ajira. Nikiruhusu watu pale kwenye migodi, sintatengeneza ajira za watu mamilioni. Tatizo litakuwa watu wangapi watafia mle wakigombania dhahabu. Lakini unamkuta mtu anapwayuka na mdomo wa ajabu. Tuko hapa kwa ajili ya kulinda maslahi ya Watanzania. Tumechezewa vya kutosha. Haiwezekani tukawa sisi ndio wa kuibiwa tu. Katika ripoti hii nilikuwa najaribu kuandika yale makontena 277 kwa dini ya aina moja tu la dhahabu, walisema lina thamani ya bilioni 79.94. Kamati ya kwanza pamoja na ya pili imebaini katika hayo makontena 277 tuliyoyazuia,
yana thamani ya bilioni 829.4 hadi trilioni 1.438.